Taita Taveta. Na mtazamaji, kwenye sehemu ya jarida kama ilivyo ada tunakuwa na mazungumzo kuhusiana na masuala mbalimbali. Leo tukiwa tunalizamia swala la kuliponya na vile vile kuliunganisha taifa baada ya uchaguzi. Ndani ya studio tayari wageni wangu wameshawasili. Ni naye vile vile Bishop Hudson Ndeda ambaye ni mwenyekiti wa kitaifa wa muungano wa Church and Clergy Association of Kenya, na vile vile pia ni naye Sheikh Salim Charo ambaye ni mwakilishi wa National Muslim Leaders Forum yani NAMLEF kwenye eneo la Nairobi. Tutakuwa tunajadili swala la kuliponya na kuliunganisha taifa baada ya uchaguzi. Hususan ni mambo gani ambayo tunafaa kufanya katika kuliunganisha taifa baada ya uchaguzi mkuu. Na kuhusiana na taarifa hiyo basi moja kwa moja nivuke kwenye kaunti ya Kisumu. Mwenzangu Bramwell Bwire yuko pale akiwa anazungumza na viongozi wa dini aweze kutujuza ni yapi ambayo wanataka kuambia Wakenya. Bramwell. Shukran sana Hadia, moja kwa moja kutoka hii kaunti ya Kisumu. Hapa ni katikati ya jiji hili la Kisumu, na jinsi ulivyosema ni kwamba baada ya uchaguzi kuna mangi ambayo hujiri. Mojawapo huwa ni machafuko na labda kuna kule kutoelewana kati ya pande mbili kuu ambazo huwa zinashindana katika uchaguzi wowote ule. Hii leo si tofauti sana hapa nchini Kenya, kwani kumekwepo na uchaguzi ambao hatimaye umetangazwa, na sasa tuna makundi mawili ambayo yanakinzana kutokana na ule uchaguzi. Kumbuka hapo jana yule kinara wa Azimio One Kenya Raila Amolo Odinga alisema kwamba atatumia mbinu zote za kisheria na kikatiba kuhakikisha kwamba anapata haki. Kwake yeye anasema kwamba yule mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IEBC hakutekeleza haki, na sasa lazima taifa lisonge mbele, uwiano lazima upatikane, lazima taifa zirejelee hali zake za kawaida. Na jinsi nilivyosema ni kwamba kuliponya lile taifa, kanisa na pamoja na dini ni nguzo kuu ya kuhakikisha kwamba taifa hili linasimama pamoja na linarejea kwa kiwa kitu kimoja kama ilivyokuwa kabla ya uchaguzi. Ili kufafanua mengi kuhusiana na hilo, nipo hapa na viongozi wa kidini toka hii kaunti ya Kisumu ambao wamekuwa nguzo kuu kuhakikisha kwamba taifa hili linashiriki uchaguzi wa haki na wa amani. Labda kuzungumza na kiongozi wao ambaye yuko hapa, huyu ni askofu, atakuwa anatupa ufasiri kidogo. Labda usemi wenu ni upi kuhusiana na uchaguzi ambao umetamatika, na ni vipi taifa hili linaweza songa mbele kutokana na uchaguzi ule? Asante sana. Sisi kama kasisi hapa Kisumu tunashukuru sana Wakenya wote kwa kujitokeza kwa wingi kupiga kura kuchagua viongozi wapya ili waongoze katika miaka 5 ambazo ziko mbele yetu. Tumekuwa tukiomba kama kanisa, na utulivu tuliona kama ilikuweko kabla na wakati wa uchaguzi. Lakini tuliona kama kunako changamoto wakati wa kupeleka kura zetu, we call them malpractices. Challenges zilianza kutokea pale kwa runinga, tukaona kama kunako shida. Mpaka IEBC ilisimamisha maendeleo ambayo ilikuwa ikiendelea katika media sessions. Na katika hiyo hali tuliona kama matangazo ya mwisho ya kiongozi ikaleta tatanishi kubwa, yani wale commissioners wakawa wamejigawanya, na hii ni shida kubwa sana. Sisi kama kanisa tunasimamia amani, lakini tunasema tunasimamia haki na kweli, kwa sababu neno la Mungu linasema katika Yohana 8:32 tutajua ukweli na ukweli utatuweka huru. Kwa hivyo kama viongozi wa kanisa tuliona kama moto inawaka hapa Kisumu na sehemu nyingi za Nyanza zote watu walikuwa wakilia. Tunajua ya kwamba kila uchaguzi kuna wale wameshinda na wale ambao wameshindwa, kuna wale wana celebrate na wale ambao wanalia. Kama kanisa tunawasimamia wote kwa sababu tunasimamia haki na kweli, na tulisema ya kwamba mtu akishindwa asalimishe sheria na congratulate mwenzake. Lakini tumeshindwa yale yaliyotokea ya kwamba commissioners 4 wanakataa uchaguzi, announcements ambazo zimefanywa na mwenyekiti wao. Na sisi kama kanisa tunasema ya kwamba tunasimamia maneno machache kama kanisa ambayo tungependa izingatiwe katika hii process, ambapo tunaamini ya kwamba kama kuna changamoto na mmoja analia ya kwamba haki haikutendeka, aende katika koti. Na tunaposubiri process hiyo ya Supreme Court, tungependa kuambia Wanakenya ya kwamba consultation iwe way forward. Watu wakipewa jukumu kama kamati kufanya kazi pamoja, ni vizuri mwenyekiti consult ili anapotangaza neno
atangaze maneno ambayo wale wote wamekubaliana nayo na Wanakenya watakubaliana nayo. Haijalishi ni nani amechukua uongozi. Ingawaje jambo muhimu ni Wanakenya kujua ya kwamba haki na kweli walitendewa, and that is the peace that we need in this country. Shukran sana. Labda nitazungumza na mwingine hapa ambaye naona ni wa African Israel Nineve. Labda utueleze ni nini ambacho kanisa sasa itafanya? Matangazo yashatolewa, iwapo kuna dosari ilifanyika imeshafanyika. Labda kama kanisa ni vipi ambavyo mtahakikisha kwamba kanisa taifa hili linasalia kuwa kitu kimoja kama ilivyokuwa awali? Asante sana. Kazi ya kanisa ambayo imebaki sasa ni kuleta uwiano. Uwiano ni tuweze kuwafikia hawa viongozi, tuongee na kila moja, tuwalete pamoja, tuangalie hasa ni vipi Kenya inaweza enda mbele. Kwa sababu kila siku hatuwezi kuwa tunabaki mahali pamoja tukiwacha wengine wakiwa na roho ngumu. Tunataka tutoe hii roho ngumu, kwa sababu tukiendelea hivi miaka za mbele bado tutakuwa na kitu kinaitwa historical injustices, kwa sababu hatuku address the justice properly the way we should do. So even as the other party wana proceed, wanaenda kotini, but we want to do mediation. Our role as a church now is mediation, and we are saying this, we don't want the call of peace. Why am I saying this? So that confuse peace na calmness. Tukisema tu peace, ni kama tunatandika carpet mahali chafu hakuja fagiliwa. Tunataka tuite wa Kenya, tutoe hii carpet, tufagie ndio tuweke carpet. So we want justice. We want to remove this dirt so that in future country may move as a whole, regardless where the leadership goes, but where is justice. Shukran sana mwenzangu Hadia. Ni maoni na vile vile usemi wa viongozi wa kidini toka hii kaunti ya Kisumu, ambapo wanasema kwamba iwapo kutapatikana na amani, lazima vile vile haki na usawa uwepo. Kwa hivyo wanasema kwamba mojawapo ya nguzo muhimu ambazo wataweza kuzitekeleza kama kanisa ni kuhakikisha kwamba kuna kule kuyafikia makundi haya mawili ili waweze kushiriki mazungumzo ili kuweza kupata mwafaka. Toka hapa Kisumu narejea kwako moja kwa moja studioni Hadia. Asante mwenzangu Bramwell Bwire akiwa kwenye kaunti ya Kisumu akizungumza tu na viongozi wa dini katika kuweza kusisitiza kule kuwekwa kwa amani. Na kuna kiongozi pale amesema tusitandike zulia kwenye mahala pachafu, lazima tupafagie kisha tupapige deki na ndipo tutandike ile zulia. Ndio masuala tutakuwa tunajadili taporejea kwenye pumziko fupi. Baada ya kuchukua hilo pumziko fupi nitakuwa narudi hapa kuweza kujadili swala hilo na viongozi wa kidini ambao wamefika tayari kwenye studio, ikiwa ni naye tayari Bishop Hudson Ndeda ambaye ni mwenyekiti wa kitaifa wa Church and Clergy Association of Kenya, na vile vile pia ni naye Sheikh Salim Charo ambaye ni mwakilishi wa National Muslim Leaders Forum, yani NAMLEF. Usiende mbali.